kimebonyezwa vizuri. Namna hiyo kaka. Sawa. Sawa kabisa. Hapo tunaanzia hapo. Ibena kuanzia kwanza Jumamosi kama Ijumaa fulani jioni pale vuguvugu likaanza taratibu, mambo yakaendelea. Jumamosi, Jumapili story ikawa ni moja tu. Ibena nyumbani pale Konde Gang. Kwa mtu mzima Harmonize na kijana wake Ibra. Ibana story imekuwa ni kubwa sana di Mama Migomba kwenye kijora kaigusa kidogo nikasema kachapa tena kachapa kiutu uzima ikawapa ushauri kama mama kamweka Hama huko kamweka Ibra huko afika hapa ushauri pale kati. Sasa sisi tunaenda kama wataalamu wa muziki, mama yetu ameenda kama mama amewashauri kama mama, sisi tunaenda pale kati tunaingia kama wataalamu wa muziki. Hiki kinachoendelea katika record label ya Konde Gang, mtazamo wako ni upi? Haja Kodax, mimi nina masikitiko makubwa ya kuona hii industry hii tunayoipambania kila siku. Hivi vidonge vya moto hizi hot pills tunazozungumza kila wakati. Tunashukuru kuna I think wanajisahau. Changamoto kuu ni Harmonize kutumia mihemko. Tarudia tena mimi mpaka abadilike. Kutumia mihemko. Mimi changamoto ya Ibra mpaka sasa hivi kiukweli bado sijaiona kwa sababu kuu ya msingi. Kijana alikuwa amesema anataka kuondoka. Of course ana changamoto kwenye record label anaziona na anataka kuondoka kwenye record label, sio? Yes. Mambo haya yanavyokuwa mnaweza mkazungumza ndani lakini mwisho wa siku msipate majibu. Definitely. Kwa hiyo sasa hivi honestly speaking mtandao umekuwa ndo kimbilio la watu kupata misaada. Kwa hiyo kama ambavyo wanasema yeye wakazungumza ndani akaambiwa anatakiwa kulipa bilioni 1, sio? Bilioni 1 kijana anafanyaje? Ndio amekuja na idea ya kuchangisha michango kwa Watanzania wamsaidie ili alipe hizo pesa ambazo yeye anadaiwa kwenye record label. Vuguvugu la Ibra kuzungumza kuhusu record label limedumu almost wiki nzima kwenye mtandao wa kijamii. Definitely. Ndani ya wiki nzima hakuna tamko lolote lililotoka ndani ya record label kwamba bwana malalamiko dhidi ya msanii wetu, changamoto hizi labda tunazifanyia kazi ama zipo A, B and C. Ili hata watu wengine mashabiki wa muziki ambao wanafuatilia Konde Gang, yani ile official statement kutoka kwenye record label wanafuatilia muziki wajue nini kinaendelea. Wiki nzima kijana anazungumza kwenye mitandao, hakuna taarifa yoyote. Mbaya zaidi Harmonize pamoja na Konde Gang sasa hivi kama wiki mbili zilizopita wametambulisha uongozi. Na tuliongea na tulipongeza na kupongeza. Nikakwambia ndugu yangu tuwape muda. Yes. Sisi wasituone ni haters, tunapongeza kwenye mazuri. Tukasema alichofanya Harmonize na Konde Gang ndio kitu ambacho kinapaswa kufanyika kwenye record label kubwa. Baada ya kumtambulisha Jembe, Miss Brown, Chopa, Sam Chopole na wengine, tukasema effectively label inapaswa kuwa hivyo. Kodax tukasema kwamba tuwape muda tuone mambo yataendaje. Lakini bahati mbaya sana vitu vimeharibika mwanzoni kabisa. Sana. Wewe msanii analalamika kwenye record label. Unakuja unajibizana naye msanii. Imagine. Ibra hakusajiliwa na Harmonize. Ibra yuko chini ya Konde Gang Music Worldwide. Kwa hiyo tamko rasmi lilipaswa kutolewa na record label na sio msanii ambaye CEO wa record label. Na hiyo manake nini? Hiyo inafanywa hivyo ili kuepusha zile personal interests za watu kama ambazo tumeziona zimetokea. I'm pretty sure ile taarifa ingetoka na record label, ingetolewa na label, kusingekuwa na hizi back and forth za watu sijui tunaitana chumbani tunapohitaji pango. Umeelewa sijui? Tunadhalilishana mambo ya nguoni which is inashusha thamani, inashusha brand za hawa wasanii ambao wamezitengeneza kwa muda mrefu. Official statement ingetoka mapema, manake vitu vingekuwa official na ingewezekana hata Harmonize asingezungumza chochote. Viongozi ambao waliteuliwa kwenye record label ndio kazi yao. Viongozi wa juu, Jembe ni Jembe anafanya nini? Sasa kwa nini umemleta Jembe ni Jembe kwenye record label yako wewe wakati vitu ambavyo vinahusu ofisi hazungumzi chochote? Kwa hiyo hai make sense. Ndio maana mimi nilisema kwamba kuna Harmonize anaendeshwa na mihemko zaidi kwenye kutoa maamuzi yake. Na hiyo imekuwa mbaya zaidi. Niliuliza wanasheria nikasema hivi vitu vinavyozungumzwa haviwezi kuwa defamation. Kila mtu anazungumza lake, lakini mwisho wa siku anaweza mtu akapatikana na hatia ya kumchafua mtu mwingine akalipwa zaidi ya hiyo pesa ambayo leo hii tunahitaji. So ni vitu ambavyo kimsingi tunapaswa kuvifahamu.
tamko rasmi likaja kutoka baadaye baada ya mazungumzo mengi kutokea. Na tamko linamtaka Ibra asishare chochote kwenye mitandao, asizungumze chochote, asifanye show yoyote. Nikasema mimi hiki ambacho kinaendelea Kodax inawezekana ndio ile karma tunaita kwenye maisha. Karma zipo na watu waamini kupitia hiki ambacho kinaonekana. Sio kwa ubaya. Harmonize wakati anatoka WCB 2021 alikaa airport saa zima kuzungumza changamoto za nipe mkono tushindane, nipe mkono tushindane. Umeelewa sijui? Na akawa analalamika kuhusu milioni 600. Ukiangalia uwekezaji wa WCB mwaka ule 2019 na toka wanamtoa milioni 600 ilikuwa ndogo kwake. Uwekezaji wa Ibra unamdai bilioni 1. Unamdai vipi bilioni 1? Ndio hiyo sasa watu wanasema kwamba karma is nini hatutaki kuisema hapa. Lakini hivyo vitu vipo. Sasa basi nini kifanyike? Mimi nadhani wasanii hawa wawili wakubwa wanapaswa kuendesha vitu vyao kiutaratibu uliokuwa rasmi. I'm pretty sure mikataba imeandikwa. Kama kweli mikataba imeandikwa, Ibra anatakiwa kutoa bilioni 1. Bilioni 1 inabidi ailipe. Atoe bilioni 1, maisha mengine yaendelee. Kwa sababu ilipofikia hapa tena hakuna urafiki na undugu. It's a business. Wanasheria ndo wazungumze, na BASATA nimependa wamewaita wazungumze nao ili waone ni kwa namna gani hii vita hii ambayo inaendelea sasa hivi at least iweze kufanyaje, iweze kumalizika. So ni kitu kizuri sana. Lakini kusema za ukweli wanapaswa kutumika mamlaka ndo zifanye kazi, sio wasanii. Ibra sasa hivi hapaswi tena kuinua mdomo wake kwanza kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Anayetakiwa kuzungumza ni mwanasheria wa Ibra. Umeelewa sijui? Anayetakiwa kuzungumza upande wa Konde Gang sio tena Harmonize. Anayetakiwa kuongea Konde Gang habari za lebo ni record label kupitia mameneja wake ambao wametambulishwa. Iwe vitu official. Hii ita make more sense. Aya, sawa. Hili la issue ya bilioni 1 tulishalizungumza tayari. Bilioni 1 bilioni 1 tuliongea. Nataka niguse hapo kidogo kama umemaliza. Sawa. Baada hapo nitaondoka tena kwenye eneo lingine. Hapa kwenye kwa hao watu. Tuna mengi leo. Ndio. Bwana leo asubuhi mapema sana kupitia nilikuwa napita kwenye page ya jamaa moja alikuwa anaitwa Duke Boy Uncle Duke. Yule jamaa alikuwa anamsimamia pale Ibra na alikuwa pia anamsimamia mwanadada Angela pale Konde Gang. Aliposti kitu kimoja, aliandika si kwamba kiongozi hana washauri, lakini kiongozi hashauriki. Yani sio kwamba Harmonize hana washauri, lakini Harmonize hashauriki. Huyu ni mtu wa ndani kabisa, ameishi kwenye record label na anajua kabisa mitikasi ambavyo inakwenda pale. Sasa napata tabu kidogo kuona uendeshaji wa hii record label kama bosi ndio utakuwa umeshika yale makali na hakuna mtu ambaye anaweza kuongea chochote kuhusiana na wewe. Page yako official kabisa inatumika kuposti vitu ambavyo ukiacha tu na hii Ibrahim wangu hii weekend alimposti Kajala. Aliandika neno pale lina ukakasi kweli ndugu yangu. Hadi mtu unajiuliza kwamba huyu msanii ni kioo. Na mwelewa point ya Ibra kuna neno alisema ni kioo lakini kina ukungu. Ana make sense kabisa. Yaani kuna vitu kama msanii wewe ni image ambayo tunategemea kuviona vikiwa viko clear sana kwenye mitandao yako kwenye nini, lakini kutumia account yako kwanza kujibizana maneno makale yenye ukakasi kabisa hai make sense. Ndio maana tunaongea yote alafu mwisho wa siku tunarudi kwa mtu mmoja. Si kwamba huyu mtu tunamtaje sana, leo tuweke sawa. Lakini kweli ni kwamba ni mtu mfano wa kuigwa kwenye vingi sana. Dembo ni mtu ambaye amemaster art ya kustay calm katika situation ngumu kama hizi. Mengi sana yamepitia, mawe mengi sana amepigwa, lakini ule ukaji wake kimya tu. Siku moja nilimwona Dula Makabila anahojiwa, akaulizwa wewe role model wako ni nani? Akasema ni Diamond. Lakini kitu ambacho yule bwana siwezi kumuiga na kimenishinda, nimejaribu kukaa kimya. Piga mawe uwezavyo. Hasemi chochote. Alafu akija nakuja na matokeo, mwisho wa siku wewe ndio unaonekana kama umepoteza energy yako, alafu watu wanakudampu. Nilitamani Harmonize angekuwa kimya na sheria ichukue mkondo zaidi kwenye situation kama hizi. By the way pia nitoe rai pia kwa BASATA na tuwapongeze. Siku ile mzee wetu alituambia kwamba wana kitengo wamekianzisha cha kudeal na wanasheria. Yaani wasanii kitakuwa wakwenda BASATA pale, unaenda na mkataba wako, bwana nisaidie kusoma, bwana hii inaenda vipi. Natamani wasanii wakitumie vizuri sana hicho kitengo kwa sababu ni kitengo nyeti pale BASATA. Unaenda unasomewa mkataba wako, inawezekana wewe haja tunataka kukuchukua lakini bado mkwanja huna wa kuchukua wanasheria nini, na hapo inaanzaga hapo shida. Basi nenda BASATA pale, kuna usaidizi wa kisheria. Mimi ni hayo tu. Kama Ibra angejua yote haya mapema sana,
kuna namna angeweza kuescape vitu kama hivyo, kwa sababu kinachoendelea sasa hivi mzee wangu, kwanza bilioni 1 kwa mchango mzee wangu inapatikana vipi? Unajua kuna drama zingine mzee. Naoma sana, bilioni 1 huwezi kuipata kwa mchango. Inaweza pia ikapunguza deni maybe. Kuna mtu ka comment mimi hiyo 600 yangu nirudishie na kazi nayo nitakutumia tena baadaye. Na unajua Ibra sasa hivi alipofikia anatakiwa atoe mkeka waambie wa Tanzania bwana kimepatikana kiasi hiki ili kuleta ile morali zaidi ya watu kuendelea kuchangia. Kwa sababu wewe tunakuchangia, hatujui mpaka sasa hivi umepata kiasi gani cha pesa. At least tuambie bwana, ndugu zangu wa Tanzania, msaada wenu mlionipatia sasa hivi na milioni 70 au milioni 50. Naomba tuongeze juhudi ya kuchangia. Watu wanapenda hii game kaka. Sana. Unaweza kukuta inafika hiyo. Kwa hiyo Ibra aje azungumze amepata kiasi gani. Aendelee kupata hiyo michango na iwe officially, isije ikaleta matatizo. Yes, kuna watu walikusanya michango hapa, mwisho wa siku ikabidi waanze kuirudisha kwa mtu mmoja. Kwa hiyo afuate utaratibu rasmi na mamlaka husika pia zisimamie hiki ambacho kinaendelea. Natamani Basata leo pia akienda pale, Basata wana mengi sana ya kuyahoji wa watu. Hiyo michango anaiendesha chini, yani akiwa na kivuli gani kwamba anaendesha nani ana monitor hiyo michango. Kwa sababu mchango ni unaposema na changia kitu fulani, exactly ule mchango unapaswa uende kwenye eneo hilo. Ni sheria moja wapo. Sawa. Sasa Kodax umeizungumza kwamba Diamond amevuka kwenye hizi scenario za kujibizana na watu kwenye mitandao. Jamaa amefanikiwa sana kuwa calm kwenye jambo lolote linalotokea, na hiyo Dula Makabila serious jibu chochote unapoataki ni pamoja na yeye. Na mimi nikaja kugundua kwamba ukimya una majibu makuu ya mshindo unapofika wakati. Kuna wakati kuliko hata haya maneno ambayo wewe unakuwa unayaandika kwenye mitandao na kila sehemu. Mimi ushauri wangu kwa issue ya social media, namna ambavyo Harmonize anaitumia, amemposti Kajala pale kaandika maneno yenye ukakasi sana. Ni kama neno ambalo hatuwezi kulizungumza kwa kifupi. Nilikuwa natamani sana Harmonize apate social media manager, na ikiwezekana kwenye mitikasi kama hii, kurupushani za namna hii ya pokonyo simu, yani asiwe yeye ndo mtumia simu na mtu ambaye anatakiwa kuposti chochote ambacho anajisikia. Kama kuna management ya Konde Gang na iko strong, hawapaswi kumwachia, kwa sababu tayari ameshaonyesha vitu vingi vya tofauti since miemko since miaka hiyo ya nyuma. Umeelewa? Na ni kitu ambacho kinawezekana. Imagine mwaka 2022 Ed Sheeran alizungumza akasema ana miaka 7 atumii simu yake ya mkononi. Vipo hivyo. Na ni kwa sababu alikuwa anahisi akitumia hiyo simu kuna ile depression zile inamtesa mitandao ya kijamii. Hata Kanye pia alishia kupumzika pia. Alipumzika kutumia mitandao kabisa. Jay-Z hayupo kabisa kwenye mtandao wa Instagram, umuoni. Kwa hiyo hata yeye anapaswa kuwa na social media manager ambaye atahandle hizo mitandao yake ya kijamii, na chochote kabla hajaposti ni lazima watu wa clarify kuangalia hiki kitu ni sahihi ama vipi. Can you imagine jana Diamond aliposti picha yake ile na kaweka na ngoma ya Ibra copy and paste. Sio? Mimi nilichokiona ni kama vile appreciation Diamond alichokifanya, kwa sababu hata huo wimbo wenyewe unaona ni wimbo ambao unamsifia mwana. Nilisema mimi mistari yake inasema wazi, Gilbert mchizi wa Tandale alikuwa anauza mihogo koko nao amejipata. Umenielewa sijui? So mchizi wa bongo na copy na paste, maisha yamekuwa mepesi. Ni wimbo ambao Diamond unamuhusu. Aliuposti ule. Tazama namna ambavyo Harmonize alikuja kureact kwenye Insta story. Imagine. Nonsense kabisa. Kaposti ile picha na kaandika shit nyingi. Unaona ni kama vile alikuwa anamsubiria Diamond chochote afanye ili aweze kumwattack. Na hii haja inaonyesha kwamba msamaha wake aliyoomba kipindi cha Ramadhani ulikuwa kinafu. Uongo, ujanja. Kwa hiyo sasa vitu vya namna ile. Na in fact ni kwamba Kodax kitu alichokifanya Diamond kuposti ngoma ya Ibra copy and paste ni faida kwa Konde Gang, kwa sababu Diamond sasa hivi unamzungumzia msanii ambaye ana wafuasi wengi zaidi kwenye mtandao wa kijamii Tanzania, na wasanii wengi kawazidi milioni 18.5 Instagram. Hiyo post ilikuwa na dakika 4 ishapiga kama 1500 fulani hivi. Umeelewa sasa? Ni post ambayo imetazamwa na watu wengi, almost watu 100,000 na zaidi. Kaangalie Diamond huyu akipost kitu chake tu kwenye mitandao yake ya kijamii, likes pamoja na zile comments zinafika mpaka 200,000 na point impression za kutosha. Sharing, kaangalia wimbo ambao ukipita sasa hivi kwenye page ya Diamond kwenye ile post ambayo
ameposti Ibra na wimbo wake huko pale. Na in short Haja ni page ambayo anaiamini mpaka kipindi fulani hivyo wakati anamtoa Zuchu alikuwa anaitumia kumpushi sana kwenye page yake. Yaani page yake akaigeuza kama fan page ya Zuchu. Chombo tu hii page tu ya Diamond inatosha sana. So mpaka sasa hivi ana watu wamelike watu 187,000. Ina comment 12,200.2, ina sharing 1875. Ndani ya hizo comment kuna mtu anaitwa Ben yule msanii ana comment na wasanii Ben ni huyu ni Ben au ni okay, huyu hapa niko namwangalia hapa. Kuna wakati amenitoka but anyway ni list ya wasanii wengi na wakubwa wameitazama. Na kingine ni nini, ukiachana na promotion hiyo ngoma alichokifanya, unapoipromote ngoma, ukienda sasa hivi kwenye YouTube utakutana watu wanakuambia pale, niko hapa kwa sababu ya Simba, nimefuata Simba kanileta. Simba kanileta. Mauzo yameongezeka maana yake hiyo ngoma. Mauzo yakiongezeka sasa hivi nani anapata faida? Inapata faida record label ya Konde Gang, Spotify, labda Audiomack na sehemu zingine watu wanasikiliza ngoma. Sasa Chuzi haupati Ibra moja kwa moja. Chuzi anaupata Konde Gang. Kwa hiyo ni sehemu ya kuongeza mapato. Hakika. Na yeye hakuandika chochote. Ndio. Nataka tujue kitu kimoja. Katika yote haya Ibra bado yupo Konde Gang. Of course ametoka. Ibra bado yupo Konde Gang. Ni msanii halali kutoka kwake mpaka akamilisha utaratibu. Na ndio maana hata Konde Gang walikuwa na mamlaka ya kuandika, huyu ni msanii wetu, tunamzuia kufanya hivi na hivi, na yuko chini, yupo halali msanii wa Konde Gang Music Worldwide. Sasa bosi anapata vipi nguvu ya kujibishana na mtu ambaye bado yuko chini yake kama vile kwenye mtandao? Ndio hiyo sasa. Sasa leo na mambo mengi sana kwa hoja ya watu unajua. Of course ndio hiyo sasa inaitwa poor management. Lazima ukiwa kama msanii, ukiwa kama mtu ambaye unaendesha taasisi, usitegemee mawazo yako peke yako kufanya maamuzi. Na ndio utaratibu wa makampuni mengi, hata wafanya biashara wana bodi za kampuni zao. Bodi maana yake ni kuna wazee pale, kuna watu ambao wamekuzidi maarifa, elimu. Kwa hiyo wewe CEO unachukua mawazo ya uendeshaji wa record label ama taasisi yako kutoka kwenye bodi ambayo wewe umeiunda. Bodi ina uwezo wewe ya kukupiga marufuku kwa baadhi ya vitu ambavyo inaona sio afya kwenye kazi yako. Kwa hiyo hata yeye akitaka afanikiwe lazima aruhusu mameneja na viongozi ambao wamewatambulisha wamshauri, wamkosoe na kila kitu, awe mtu ambaye anashaurika. Unless otherwise tutaona downfall ya Harmonize siku hadi siku. Harmonize alipoteza dili kubwa la benki kutokana na vitu vya namna hiyo. Zimataa kama unakumbuka sio? Sasa inakuja tena masuala kama haya yanaendelea. Kesho na kesho kutwa mtu huyu anakuwa sehemu gani? Na Diamond anatufanya sometimes mjanja sana. Anaweza anamchokoza tu alafu anamwacha yeye hangaike. Simba hajaongea chochote, kapozi tu picha, hawezi kuongea kitu na hawezi kujibu chochote. Kwa hiyo unaona hiyo tunatamani pia kutrend na nini, lakini una trend kwa msingi upi? Ni kitu ambacho watu wengi nadhani hawakifahamu na wakielewe. Somo la management, kumanage wasanii ni somo pana sana. Sasa hivi muziki ni biashara, ni lazima Kodax watu wawe na mtaji mkubwa. Benki statement yako isome a lot of money ili uweze kuwekeza kwa wasanii. Isiwe wewe pesa yako ambayo uko nayo unataka ujipromote wewe mwenyewe, alafu inayobaki ndio mpromote msanii. Ndicho ambacho kinaonekana kinatokea Konde Gang. Uwekezaji ni mdogo, msanii anaona hadeserve kukaa, anataka kuondoka. Mikataba inambana, mikataba kama hiyo ya kumuua msanii, alafu unamwambia huwezi kuondoka bila hivi. Nikasema ikiwezekana vitu vya namna hii basi hata wao ndio wasimamie, wafanye assessment ya rebo ambazo lengo lao sio njema, wapige mkasi kwamba wewe bwana hujafika vigezo vya kumiliki lebo, hatuhitaji usaini wasanii. Nadhani pia Basata pia bonge moja la idea, lakini pia kabla ya kusajili hizi record label kuna statement ungekuwa unaziweka pale, hasa zingehusu financial, yani bila kupepesa macho. Label inahitaji pesa. Wewe bwana una mtaji wa shilingi ngapi ndugu yetu kwenda kuwekeza kwenye hiki kitu? Kama hujafika standard ya hivi, achana nayo, fanya biashara zingine. Amenifurahisha Nandi na lebo yake. Nandi anakuambia African Princess ipo kwa ajili ya kuchukua vipaji kuwauza. Sasa hiyo African Princess ni record label ama Music Academy? Mimi nikawa nimekaa weekend najiuliza, Music Academy unaona ni watu ambao wanaandaa wasanii wakishakuwa vizuri, wakishakuwa machuadi wanapelekwa sehemu. Alipoiweka ni kama kwa Ali Saleh Kiba. Unajua kuna namna
alivyotengeneza Kiba ile nani yake mwenyewe anakuambia sio record label ni shule. Haikupi maswali mengi hata ukiona kuna mtu katoka. Ukiona leo Spana katoka wala haiwezi kuwa story kubwa. Alishakiri mapema sana kwamba hapa hivi watu wanapita, wanajifunza na wanaweza kutoka pia. Haja mimi ninachokiona nimalize kwa kusema ya kwamba record label nyingi sana zimeanzishwa hapa Tanzania kushindana na WCB. Hazijaanzishwa kwa ajili ya kusaidia watu. Zimeanzishwa kwa ajili ya competition na ndio maana zimefeli. Hauna niambiaje mwanangu? Hiyo bora hiyo tulisema hiyo products muda tukaonekana wewe waki. Hakuna label Tanzania. Tanzania label ni moja tu. Mimi hata MGM ni Tanzania record label ni moja ambayo ni WCB. Hizo zingine zilianzishwa kwa mkumbo. Wasanii wanaondoka kila siku. Story ya Ibra kutoka sio ya kwanza. Angela wakati anatoka unakumbuka. Kuna video ilivuja ile akawa anasimulia pale. Anasema kwamba bwana Ibra mwenyewe anataka kuondoka, yuko mbioni kuondoka. Pale maisha magumu kwa mujibu wa Angela. Sasa huwezi kuendesha muziki kama hauna pesa. Na ndio maana huyu jamaa ataendelea kuwanyanyasa Diamond. Amewekeza kwenye hilo eneo. Pesa zipo. Na ndio maana kuna wakati Harmonize anaweza ka comment kwa hasira tu kwamba bana huyu jamaa pale anawaza hivi, what if Ibra kimchukua akienda WCB na uwekezaji wake unavyokuwa. Kuna comment moja anasema kwamba Ibra kisajiliwa WCB manake Harmonize anapotezwa na Diamond atamtengeneza Ibra kuwa mshindani wa Harmonize. Mungu moja ndio safari ya kijana. Diamond imchukue Ibra, mweke pale, tengeneze awe competitor wa bosi wake Harmonize. Na anaweza kwa sababu ni msanii mkali sana. Na kingine pia cha kuwashauri, inawezekana pia hizi record label kushirikiana na record label kubwa ambazo zimefanikiwa. Mfano Konde Gang wakafanya kazi na watu kama Universal. Ndio kitu ambacho hata wenzetu wakina Don Jazzy wanafanya. Inawezekana kabisa kama mtaji wako ni mdogo. Zipo label duniani ambazo tayari zishajipata. Sasa kwa uendeshaji wa label wanawakataa. Achana na sisi. Mjaa label basi. Music kuchukua kwa namna kama hii. Universal. Ibana ilikuwa ni Hot Pills, kidonge cha moto kama kawa kama dawa. Ibana tunarudi baada ya Top Hour. Leo tuna vingi ndani ya mbanyu, lakini pia tayari Zahidi ameshafika hapa. Dogo Lisha baadaye atakuwepo hapa kwa ajili ya kupiga mastori mengi zaidi. Top Hour.